Okay, katika video hii tutakwenda kutengeneza videos za artificial intelligence kama hizi. Samahani. Naomba unisikize. Tafadhali. Samahani, sipendi kukuona unaumia. Lakini wewe unauma. Nitarekebisha. So kitu cha kwanza tunatakiwa tuwe na ChatGPT. ChatGPT hii ni kwa ajili ya kuweza kutuandalia prompt nzuri ya kutengeneza video hizo. Ila kama upo vizuri kwenye Kiingereza unaweza ukaacha kumtumia ChatGPT, lakini kwa wale ambao Kiingereza bado ni cha chini kidogo, hauwezi kumuelezea vizuri AI wa video, basi ChatGPT ni nzuri sana, atakusaidia kuandaa prompt kwa ajili ya video. So moja kwa moja tutakwenda kuanza na application ya Grok AI. Grok AI ni moja kati ya application ambazo tunaweza kuzitumia kuandaa video za artificial intelligence. So kwa mfano video yangu hii nimeweza kumtumia anisaidie kutengeneza video kutokana na maelezo ambayo ni haya hapa chini haya. Na haya maelezo nimeweza kumuomba AI kabisa, yule ambaye tumekuonyesha mwanzoni ChatGPT, akatengenezea maelezo ambayo ndo haya hapa hivi. Yes, haya ambayo nimeyakopi haya. Of course nimempatia maelezo kwamba naomba unitengenezee prompt ya kutengeneza video ikiwa mazingira ni ya Dar es Salaam, lakini pia ikiwa inahusu Bongo Movie na watu wawe na uhalisia kuwa wa Tanzania. So baada ya kucreate haya maelezo tu mafupi hivi, jamaa kanitengenezea prompt nzuri sana kwa lugha ya Kiingereza ambayo itamsaidia kweli AI yule wa kutengeneza video aweze kuelewa vizuri. Of course AI wengi bado hawajaelewa Kiswahili. Kwa hiyo ukimwambia kwa Kiswahili hatakuelewa, lakini ukimpatia maelezo kwa Kiingereza ndipo atakuja kuelewa, na ndio maana na kushauri tumia ChatGPT kukutengenezea prompt, alafu nakuja unaiweka kwenye Grok. So ukiingia kwenye Grok AI utaandika tu neno grok.com, alafu utaingia, then uta create account, then baada ya hapo basi utatengeneza video yako. Samahani, sipendi kukuona unaumia. Lakini wewe unauma. Nitarekebisha. Okay, baada ya kuangalia Grok AI na uwezo wake, basi programu yetu ya pili inaitwa ni Google Flow. Yes, Google Flow ni programu ambayo pia inafanya vizuri kwenye kutengeneza video, ambapo utaingia kwenye search engine yako, then uta search Google Flow, then itatokea na itakuwa ndio hii ya kwanza hapa. Ila kwangu mimi hapa nitakwenda kutumia incognito window. Incognito window japo pia hata ukipenda utatumia, lakini hata kutumia hapa utaweza kuaccess vizuri sana. So nikishafika hapa kwenye incognito window nitaandika Google Flow, then baada ya hapo nitaisearch, itatokea, then nitaiclick moja kwa moja na itanipeleka kwenye ukurasa wa kuweza kufungua account kama sina account. So hapa hivi nitabonyeza hii eneo la get started kwa lengo la kuweza kuwa na account. So baada ya hapo itafungua ukurasa huu, na nitakachokuwa na kihitaji tena hapo ni kubonyeza kwenye ukurasa wa new project. So new project ina maana ni kuanza kutengeneza kitu kipya. Of course nitakachokifanya ni kwenda kwa ChatGPT, nitakopi ile prompt yangu, then nitakuja kuipaste kwa Google Flow au kwenye hiyo new project, ambapo nitapaste hapa kwenye ukurasa, then baada ya hapo nitabonyeza generate au mshale wa hapa hivi. Nikisha click basi itaanza kugenerate video hapo na itahesabu kufikia 100, then itakuwa iko tayari video yangu, na nitakuwa na uwezo wa kuweza kuidownload na kuiweka sehemu ambayo nahitaji. Ndio programu yetu ya tatu inakwenda kwa jina la Whisk AI. Whisk AI. So nita search. Baada ya kusearch nitaingia kwenye website hii ya kwanza, nitaibonyeza kuifungua.
Yes, baada ya hapo itanibidi kwanza nifungue account. Kwa nita sign in with Google. Yes, kama hapa nimesha sign in tayari, kwa nitabonyeza sehemu ya in tool, nita continue. Baada ya hapa nita get started. So baada ya hapa, huu ni ukurasa ambao umeweza kufunguka. Lengo ni kuweza kutengeneza video ya artificial intelligence. So kama kawaida nitakuja kwa ChatGPT kwa lengo la kuweza kumwomba anisaidie kutengeneza au kuandaa prompt. So hapa nitamwomba anisaidie kuandaa prompt naomba saidie kuandaa video ya Bongo Movie. Chezwa maeneo ya Tanzania. So baada ya hapo labda niwaandikie kuhusu chao. Yes, so baada ya hapo mimi nitamruhusu anitengenezee prompt hiyo, naye pia ataitengeneza prompt hiyo. So nitakachokifanya ni kuicopy prompt hii kama ilivyo kabisa. Baada ya hapo nitaicopy, nitakuja kwa Whisk AI, nitapaste hapa. Hii hapa ni njia rahisi ya kuweza kuandaa video yako, japo kwa hapa tunaenda kutengeneza picha, afu picha tunageuza kuwa video. So baada ya hapo nitakuja kuset usawa kubwa wa picha, ambao kwa mfano mimi hapa hivi nataka picha moja kwa moja ya post YouTube, ile yenye urefu wa 16:9. So baada ya hapo nita click ni button hiyo kwa sheria generate, naye ata generate. So kama hapo hivi ameweza kutengenezea video hii hapa, au tuseme picha hii hapa ndio ameweza kuitengeneza. So baada ya hapa nitakachokifanya nitakuja sehemu ya animate. Baada ya picha ambayo nitakuwa nimeikubali kwamba hii ni nzuri zaidi, nitakuja kubonyeza sehemu ya animate. Baada ya kubonyeza animate nitakuja kuweka prompt yangu ambayo nataka sasa hiyo picha iact au itokee. So nitaklik tena create, nayo pia itaanza kuhesabu kwa lengo la kuweza kuniletea matokeo ambayo nimeweza kuyaomba. Yes, kama hapa inaenda kukamilika, almost finished. Yes, video yetu inaenda kukamilika. So baada ya hapo video yetu itakuwa tayari imekamilika, nami nitaiplay. Unaona? So baada ya kumesha create, kuna eneo la kudownload, una download for free kabisa. Hii hapa uta download, nayo itakwenda huku hivi download. Angalia hapa wanakuambia 6 generations ndio zimebaki. So unaweza kutengeneza video nyingine 6 kupitia account hii, na zikiisha basi baadaye pia una uwezo wa kuweza ku access au ukapata nafasi ya kuweza kutengeneza video nyingine. So hii hapa ilikuwa ni Whisk AI, ambapo tumeanza kutengeneza picha tukaja tukamalizia na video. So program nyingine ya kutengeneza video ni program kwa jina la Meta AI. Meta AI kama hii hapa. So nitaiclick, nitaifungua.
ya kabla ya kuanza kutengeneza chochote itanibidi kwanza nifungue account ku log in au ku sign up. So mimi nita log in kupitia my Google account. Yes, naanza kuletea vitu vingine hapa. Ngoja ni sign up tu hapo. Naomba nitumie email yangu, nita sign up kwa email. Nitaenda next, nitaandika password yangu, nitaenda next. Nita continue, nita save hii hapa kama nitahitaji kuendelea kutumia. So baada ya hapo nitachukuliwa moja kwa moja hadi kwenye ukurasa wa kwanza ku create. Kwa hiyo hapa hivi nimeshamaliza ku log in. So baada ya hapo nitakachokifanya ni kuanza ku generate video. So nitakuja kwenye ukurasa wa kushoto, nitakuja eneo la create, nitabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo nitakuja upande wa kuweka prompt yangu, lakini pia na kuchagua kwamba nahitaji video. Lakini kama utakuwa na picha yoyote ya kuambatanisha ambapo utakuwa unahitaji mtu wa kufanania na huyo mtu ambaye utakuwa umeupload, basi utaongeza picha yako, kubonyeza alama ya kujumlisha, utachukua picha yako, utaiupload. So kwangu mimi sitaki, sina mtu wa kuambatanisha, kwa nitachukua tu ni video, then nitaweka ile prompt yangu ambayo nimeicopy. So baada ya hapo nita click animate. Kwa animate na maana namruhusu sasa aanze ku create video hizo. So muda sio mrefu ataanza ku generate video. Yes, na hadi hapo video zetu zinaelekea kukamilika. Yes, kama unaweza kuona hizi hapa. Hizi zote ni video ambazo nimeweza kuzicreate. So nita click labda moja hapo. Nitasumbua kidogo, ila of course ndo kama hii hapa aliweza kutucreatea, na nyingine baada na generate kama unaweza kuona hapa. Yes, hii hapa ilikuwa ni Meta AI, japo bado ina makosa makubwa, bado haiwezi kutengeneza kila ambacho unakihitaji, lakini inasaidia sana kwa sababu ni program ya bure ambayo ina unlimited videos. Ni wewe mwenyewe ambao limit yako, au ni wewe mwenyewe kwa uwezo wako utakapoishia. So hii hapa ni program nyingine ya create video bure kabisa. Asante kwa kuangalia video hii. Kumbuka, maarifa ya sasa ni nguvu ya kesho. Endelea kujifunza, endelea kujaribu na usikate tamaa. Jiunge nasi tena hapa kwenye Jifunze na Linus, ambapo kila siku ni fursa ya kujenga kipato, ujuzi na maisha bora. Hadi video ijayo, kumbuka, Jifunze na Linus.